Haleluya, haleluya, haleluya. Basi siku ya leo nawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu, amekuwa kimbilio letu, amekuwa mtetezi wetu, amekuwa mlinzi wetu. Kwa hivyo nawakaribisha katika pendo ambalo ni la Kristo. Na siku ya leo ningependa kuzungumza kuhusu paradiso. Paradiso. Leo nazungumzia kuhusu paradiso. Bila kupoteza muda, basi ningependa kuwakaribisha na nikaweze kuomba ili tukaweze kujua paradiso nini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua kwa sababu ya wapendwa wale wote watasikia YouTube. Baba mtakatifu, ninaomba Roho wako akatawale. In Jesus name I pray. Amen. Basi ni wakati mwingine tena nawakaribisha katika jina la Yesu, tukaweze kulisoma neno la Mungu siku ya leo katika jina la Yesu. Na wewe ambaye ni mtazamaji wa YouTube, basi mahali pale unaweza nifuata mahali pale Facebook, naitwa Evangelist James. Unaweza nifuata mahali pale pia, pale ninahubiri neno la Mungu katika jina la Yesu. Na siku ya leo basi nawakaribisha. Basi paradiso ni nini? Paradiso ni nini? Paradiso ni ile ambayo watakatifu wataingia katika mji wa paradiso ambao ni wa Kristo. Huu mji basi tunaona Yesu aliweza kutaja paradiso wakati alikuwa pale msalabani. In Luke chapter 23, tunaona Yesu alitaja paradiso. Luke 23:43. Luke 23 verse 43. Tunaona Yesu alizungumzia kuhusu paradiso. Na tutasoma mstari huo wa 43. Luke chapter 23 verse 43. Basi neno linasema, Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami paradiso, ama peponi. Biblia nyingine na tafsiri nasema peponi. Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa nami paradiso. Sasa huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni mwizi ambaye alisulubishwa. Kuna waizi wawili walisulubishwa na Yesu. Mmoja akasema, akaambia Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Ndio maana Yesu akamwambia leo, amini leo hii utakuwa nami paradiso. Kwa hivyo paradiso ni mahali pa watakatifu, pahali ambapo Yesu ako. Paradiso mahali watakatifu wale taa zao ziling'aa hapa duniani, hawakuaibikia Injili. Paradiso ni ya watakatifu wale taa zao ziling'aa hapa duniani, hawakuaibikia Injili. Wewe taa yako ambayo imeng'aa hapa duniani, wewe ambaye hukukataa neno la Mungu ama hukuaibikia Injili, basi taa yako uling'aisha hapa duniani. Maana taa ya mtakatifu
ni vile amekaa hapa duniani na utakatifu na kupenda majirani wake na kupenda Mungu na kukaa katika njia za Mungu, basi mtu kama huyo ndiye atakayejikuta katika paradiso. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikaa hapa duniani mzuri, na mbinguni sasa Yesu ataenda kukaa na Yesu. Maana Yesu alisema ukisoma in John chapter 14, ninaenda kuandalia mahali, ili mahali nilipo nanyi muwepo. Kwa hivyo watakatifu watakaa na Kristo. That's why huyu mwizi pale msalabani alimwambia Yesu amkumbuke katika ufalme wake, maana aligundua Yesu ni mwenye haki, hakufanya jambo lolote, and that's why aliambia Yesu amkumbuke. Lakini Yesu akamwambia, amini leo hii utakuwa nami paradiso. Kwa hivyo paradiso ni mahali pa watakatifu. Wewe ambaye hukuaibikia injili ya Mungu, basi utaingia paradiso. Wewe ambaye kengele yako ilipiga ndani yako. Kengele ni Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anapiga ndani yako, anakuonesha njia ya utakatifu, njia ya kukaa hapa duniani, njia ambayo ni ya kutotenda dhambi. Maana Roho Mtakatifu ndio kengele ya Wakristo. Roho Mtakatifu ndio kengele ya kanisa. Na kama haukukuwa na kengele basi ya Roho Mtakatifu, basi labda ulikuwa na kengele zingine ambazo zilikuwa zimekutoa katika njia za Mungu. That's why kengele ya Mkristo ni Roho Mtakatifu. Na kama hauna kengele ya Roho Mtakatifu, basi uko na kengele zingine ambazo ni za usherati, ulevi, ambazo ni mpinga wokovu, ni mpinga Kristo. Hizo kengele basi zinazopiga ndani yako za kutamani, hautaingia paradiso. Ni kwa sababu paradiso ni mahali pa watakatifu. Kwa hivyo kama uko na kengele ambayo ni ya Roho Mtakatifu, kengele hii inapiga mioyoni mwako. Kengele hii huwa inapiga mioyoni mwa watakatifu, ama wale ambao wamemkiri Yesu Kristo kama Mwokozi. Kengele hii huwa inapiga ndani yao, inawaonesha kusoma neno, inawaonesha kuomba, inawaonesha kunyenyekea kwa Mungu, inawaonesha kukaa na majirani na kuwapenda majirani na kupenda Mungu na mawazo yao yote. Hiyo ndio kengele ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukisoma Isaiah chapter Isaiah 31. Isaiah 31 inasema hivi. Tusome Isaiah 31 verse 21. Neno linasema hivi katika Isaiah 31 verse 21, ya kwamba Isaiah 31 verse 21, neno linasema Isaiah 30 verse 21. Isaiah 30 verse 21. Neno linasema hivi. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ufuate, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Basi huyu ni Isaiah. Isaiah anaambia wana wa Israeli walipotolewa Misri, anawaambia
na mtakaposikia sauti ya kwamba enendeni mkono wa kushoto, enendeni mkono wa kuume, msisikilize hiyo sauti. Maana Mungu alikusudia Israeli ifike katika nchi ya ahadi ambayo ni ya Kanaani ya maziwa, lakini kwa sababu ya kukua mioyo migumu hawakufika. Ni watoto wao walifika. Na ndio maana siku ya leo sisi wa Kristo sasa, sisi si wana wa Israeli, sisi ni kanisa la Kristo. Hilo lilikuwa ni kanisa la jangwani ambalo ni la Musa, ambalo lilikuwa chini ya sheria. Lakini kanisa la Kristo sasa tuko na kengele ambayo ni ya Roho Mtakatifu. Sasa kengele hii, sauti hii sasa inatuambia kwamba tusisikilize sauti sauti za waganga, sauti za wachawi, sauti ambazo ni za ulevi, sauti za usherati. Sauti kama hizo ndizo sauti ambazo ni za kulia, sauti za kushoto. Basi Biblia inatuambia tusisikilize hizo sauti, ya kwamba tusikilize sauti ya mbele. Kwa hivyo Mungu anataka tusikilize sauti ya nani? Ya mchungaji mkuu. Maana Yesu alisema in John chapter 10 verse 1 ya kwamba kondoo wanaijua sauti yangu, nami najua kondoo wangu. Je, ni sauti gani huwa unasikia? Hawa ni wana wa Israeli, waliambiwa na Profeta Isaya ya kwamba mtaisikia mnapokaa katika njia, mtaisikia sauti nyuma yenu inayosema enendeni mkono wa kulia, enendeni mkono wa kushoto. Lakini msifuate hiyo sauti. Lakini hao walifuata sauti ya kuabudu miungu, wakati Musa aliweza kukawia 40 days pale mlima Sinai na Mungu. Wakatengeneza ndama wakaabudu, wakusikiliza sauti ya Mungu. Ndiposa siku ya leo kanisa la Kristo wanafaa wasikia sauti ambayo ni ya Kristo, sauti ya mchungaji mwema anayesema in John chapter 10 verse 1 ya kwamba kondoo wanaijua sauti yangu, nami najua sauti yao. Je, wewe ni sauti gani huwa unasikia? My sister, my brother, ni sauti gani? Je, hiyo sauti unayosikia, je, inakuongoza paradiso ama inakuongoza jehanamu? Maana kuna sauti inaweza kuongoza ikuondoe kwa njia za Mungu ikupeleke jehanamu, sauti ambayo sasa hautamiliki tena paradiso. Huyu ni mwizi, alisikia sauti ya Yesu Kristo pale msalabani, akamwambia amini tu leo hii. Hakumwambia kesho, amini tu leo hii. Jambo la kwanza ni kuamini. Mwizi aliamini pale msalabani. Amini tu leo hii utakuwa nami paradiso. Je, wewe ni sauti gani umeamini? Ni sauti ya kukwambia toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako? Maana sasa kuna masauti kama hiyo ya kuambia watu toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako. Na Biblia inasema mzuri ya kwamba in Hebrew chapter 10, ukisoma hapo, hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Waebrania 10 mstari ni wa mstari wa 26. Hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Na wewe umefuata sauti mzee mama ya kukwambia toa title deed utabarikiwa, toa dhabihu utabarikiwa, toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako. Ndio baraka ziko, lakini hii dhabihu ya dhambi ya kukwambia toa title deed kwa ajili ya dhambi zako, toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako, hiyo ni sauti ambayo ni ya maroho ya mashaitani, si sauti ya Mungu. Kwa hivyo ukiona mchungaji yeyote anakuambia toa dhabihu kwa ajili ya dhambi, toa 10,000 kwa ajili ya hii dhambi ya usherati, hiyo
huyo mchungaji na hiyo sauti, basi yeye plus wewe, ni kwa sababu umemsikiliza, hamtaingia paradiso ya Yesu Kristo. Nyinyi mtaingizwa katika moto wa jehanamu. Ni kwa sababu ulikubaliana na huyo mchungaji, ukatoa ngiri 10, ukatoa ngiri 20, ukampelekea kwa ajili ya dhambi ya usherati, kwa ajili ya dhambi sijui ya upombe. Hiyo ni sauti za maroho za mashaitani. Hivyo ndio Paul anasema katika Galatians chapter not Galatians, First Timothy chapter 4, ya kwamba siku za mwisho wengi watajiondoa kwa Mungu wakisikiliza maroho ziwadanganyazo, maroho za mashaitani. Kwa hivyo wewe ulisikia maroho ya mashaitani inayotumika kwa the false prophet, false preachers, ya kwamba toa dhabihu, toa nguo zote mama, ati kwa ajili ya kanza ya matiti upakwe mafuta. Then it is your own choice, kama utaenda paradiso ama unaingia wapi? Uzimani. It is your own. Kwa hivyo walio wa Kristo wako na kengele, ambayo kengele hii ni Roho Mtakatifu inawaambianga hapa si pa Mungu. Kengele, ukikuwa na kengele ya Kristo, basi inapiga moyoni mwako, inakuambia ya kwamba hii injili si ya Mungu, hii injili ni ya mashaitani. Kwa hivyo that's why Isaiah anasema in Isaiah chapter 30 verse 21, mtakapokuwa mkisafiri, basi Isaiah anaambia wana wa Israeli ya kwamba mtasikia sauti nyuma yenu, ya kwamba enendeni upande wa kulia, enendeni upande wa kushoto. Msisikilize hiyo sauti. Lakini wana wa Israeli kwa sababu ya disobedience yao, walisikia masauti ya kutengeneza ndama, wakaweza kutengeneza ndama na wakaiabudu, wakasikiliza sauti ya kuambia ya kutongoja, ya kutongoja Musa atoke mlima Sinai. Wakaona Musa amekufia huko, wakatengeneza ndama. Hata wakaambia Aaron, sisi tutajitengenezea ndama tuamurishe. Ni kwa sababu Musa amekawia huko. Kwa hivyo ni masauti ambayo walisikia. Kwa hivyo mtu ambaye kengele yake inapiga moyoni, yeye huwa ana sense ni injili gani ambayo hii inayohubiriwa, ni maroho gani ambayo, ama ni roho gani ambayo inafaa nisikie. So siku ya leo tukiendelea kusoma in Act chapter 23, neno linasema hivi, 23 Act, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume chapter 23, neno linasema Act chapter 23 verse 1. Neno linasema Paulo akawakazia macho watu wa baraza, akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Sasa huyu ni Paulo. Paulo anakatalia, anaambia makuhani watu ya kwamba akawakazia macho watu wa baraza, akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kwa hivyo huyo ni mtu ambayo aliishi kwa akisikia sauti ya Kristo. Dhamiri yake ilikuwa safi, dhamiri yake
ilikuwa ni dhamiri ya kumpenda Kristo na kuwakilisha ufalme wa Kristo. Kwa hivyo mtu kama huyo ndiye anaweza kusema ya kwamba paradiso, atakapoondoka mahali hapa, paradiso ataingia. Ni kwa sababu alisimama mbele ya umati na kusema ya kwamba, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Yaani alisema ameishi mbele za Mungu hata leo hivi. Hakusema nimeondoka. Ameishi akiweza kuhubiri neno la Mungu. Ameweza kuhubiri neno la Mungu. Tusome First Timothy chapter 1 verse 19. Ya kwamba Paulo anasema hivi. Paulo anasema hivi katika First Timothy chapter 1. First Timothy chapter 1 verse 19. Ya kwamba verse 19 nasema, uwe mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Sasa huyu ni Paulo anamshauri the true son Timotheo. Anamwambia uwe na dhamiri njema. Yaani ashikilie huo mwito. Ashikilie huo mwito mpaka akisimama hata kwa mataifa. Ashikilie huo mwito. Bado ana encourage Timotheo akimwambia in First Timothy chapter 4 verse 2, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Kuna watu ambao huwa watasimama, lakini wewe usimame na dhamiri safi na usimame ukiwa unamuita Mungu. Huyo ndio mtu kama huyo mwenye amesimama, dhamiri yake ni safi, amesimama na wokovu wa Mungu. Huyo ndiye ataingia paradiso. Ukisoma Revelation chapter 21 verse 27, neno linasema walio wa hekima watang'aa kama kabila katika paradiso. Walio na hekima. Kama wewe uko na hekima, ni hekima gani ambayo uko nayo? Ni hekima gani? Ni hekima ya kiungu ama ni hekima inakuambianga kwenda kufanya dhambi? Ni hekima inakufanyanga unatoka katika njia za Mungu? Ni hekima ambayo wewe haujaikiri Kristo kama mwokozi wa moyo wako? Then hiyo ni hekima inakuelekeza jehanamu. Lakini hekima ya Mungu ni mwanadamu ambaye amekiri Yesu Kristo kama mwokozi ndani ya maisha yake, na hiyo hekima inamwelekeza paradiso. Hiyo hekima inamwelekeza paradiso. Hiyo ndio neno limesema mzuri katika Revelation 21 verse 27. Basi hao wenye hekima watang'aa kama jua. Tutang'aa kama jua. That's why Paul anasema katika Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above. Weka akili zako kwa vitu za juu, kwa maana vitu za juu ndizo za uzima. Katika paradiso hakuna rangi, hakuna kabila. Katika paradiso hakuna rangi wala kabila. Paradiso ni ya wazungu yote, kama wewe ni mblack, kama wewe ni nani, bora umemkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Bora umemkiri Yesu kama mwokozi ndani ya maisha yako. Hiyo ukisoma katika Revelation 14:13, Matthew chapter 8 verse 22, Mark chapter 8 verse 36,
watu wataona nyumba ya Mfalme Sulemani, picha yake ndiyo iko kwa nyumba. Kwa hivyo katika paradiso watu watatembezwa huko paradiso wakikaa mzuri, wakionyeshwa vitu. Kwa hivyo Biblia inasema watu wataona paradiso, hata ile nyumba ya Sulemani alijengewa wataiona. Maana nyumba ya Sulemani bado iko huko yenye alijengewa, ambayo alijengewa nyumba mzuri sana. Watu wataiona, wataambiwa hii nyumba ilikuwa ni ya Sulemani. Lakini hata picha yake iko hapo, lakini Sulemani mwenyewe hayuko. Kwa nini hayuko? Yeye hekima yake ilimuongoza kwa makahaba, hekima yake ilimuongoza, alimalizia, Biblia inasema alimalizia kwa kuabudu miungu. Revelation 21:23. Kwa hivyo huko mbinguni utaonyeshwa hii ndio nyumba ambayo Mfalme Sulemani alikuwa amewekewa. Iko tu huko mbinguni, itaonyeshwanga watu ambao wataingia huko. Itaonyeshwanga tu watu ambao wataingia huko, yaani ni kama zoo. Vile unaendanga museum, utakuwa ukionyeshwa hiyo nyumba ni safi sana. Ni nyumba iliyojengwa ya kifahari, hakuna nyumba ingine kama hiyo. Tutakuwa tukiiona kule paradiso. Lakini Sulemani mwenyewe hayuko. Alimalizia na ukahaba. Alimalizia, hekima yake ilimwelekeza kwa wachawi. Kwa hivyo siku ya leo jua kuna paradiso, na paradiso ni ya wale ambao wamemkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Wewe mtu wa YouTube, wewe mkijana wa YouTube ambao unatazama YouTube, mzee, kijana, msichana, paradiso itaingia watakatifu peke yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Kwa somo lako la paradiso, pokea sifa, pokea utukufu. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Shalom, shalom.